Leo kwenye kibwagizo tuko sehemu ya 3 na ndio itakuwa sehemu ya mwisho ya simulizi ya Ronaldo Luis Nazario de Lima. Ronaldo de Lima tulizungumzia kuhusiana na historia yake Ijumaa baada ya kuzimia saa chache kabla ya fainali ya kombe la dunia la mwaka 1998 waliza dhidi ya Ufaransa, lakini tukarudi mpaka baadaye baada ya Ronaldo de Lima kuja kupata majeraha ambayo yalimweka nje kwa miezi 17. Sasa leo tunarejea baada ya Ronaldo de Lima kurudi. Baada ya kukaa nje kwa miezi 17 akiuguza majeraha yake ya goti, Ronaldo de Lima alirudi mwishoni mwa mwaka 2001 kwa mwezi Septemba huko. De Lima hapo anarudi, wachezaji wenzake kwanza walinyamaza kimya, siku wanamuona Ronaldo de Lima yuko mazoezini anaanza kufanya mazoezi ya kugusa mpira. Na alipoweza kusprinti tu Ronaldo de Lima, staff yote ya Inter Milan ilipiga makofi kwamba huyu mchezaji sasa kweli ameanza kurudi. Ronaldo de Lima aliporejea Inter Milan alicheza mechi chache, kuwa na mechi nyingi, na mwaka 2002 ulipopinduka mwaka, wachache sana waliamini Ronaldo de Lima anaweza kuwa sehemu ya kikosi cha timu ya taifa Brazil kitakachoenda kwenye kombe la dunia lilofanyika nchini Korea na Japan mwaka 2002. Wakati ule mwaka 98 kocha wa timu ya taifa Brazil alikuwa Mario Zagallo, lakini mwaka huo 2002 sasa kocha wa timu ya taifa Brazil alikuwa si mwingine bali ni Luis Felipe Scolari, kocha ambaye aliamua kumuita Ronaldo de Lima, ingawa hata yeye mwenyewe anasema hakuwa na uhakika, licha ya kwamba alimuita Ronaldo de Lima kwenye kikosi kwa sababu hakuwa na mechi nyingi na ametoka kwenye majeraha ya muda mrefu miezi 17. Kwa hiyo anasema yake kilichomfanya muita Ronaldo de Lima timu ya taifa ni kwa sababu aligundua anafanya mazoezi yake privately kwenye jiji la Rio de Janeiro nchini Brazil, na akamuita kwenye timu ya taifa. Na Ronaldo de Lima alipoingia kwenye timu ya taifa, wachezaji wakawa wanaamini Ronaldo de Lima atawasaidia. Na kweli mwaka 2002 kwenye kombe la dunia, kwanza Ronaldo de Lima ndo akawa gwiji wa PlayStation kwenye vyumba vya hotelini. Yeye ndo alikuwa anaorganize mashindano ya kucheza video games ya PS, na wanasema siku moja alikuwa ni mshindani sana kama ambavyo yuko mshindani uwanjani. Na inaelezwa siku moja alifungwa na Ronaldinho kwenye PlayStation, akamwambia Ronaldinho, basi wewe inabidi usitumie wifi hapa kwa sababu umemfunga bingwa. Na baadaye Rivaldo anaeleza ukali wao wa kikosi kizuri haukuishia hapo. Warudi uwanjani na Ronaldo de Lima wakati huo alikuja na style ya kunyoa nywele, ananyoa nywele zote anaacha hapa mbele. Na alikuja akatoa siri kwa nini alikuwa ananyoa vile. Anasema style yake ya kunyoa ilimsaidia kuepuka maswali mengi kuhusiana na majeraha yake. Watu wengi walikuwa wanazungumzia majeraha yake. Kwa hiyo yeye kwenda na style ile ya kunyoa nywele kuacha mbele hapa, anasema ilikuwa ni kwa ajili ya kuwa distract watu wasizungumze kuhusu majeraha yake. Na alifanikiwa hilo kwa sababu ilikuwa ni style ya peke yake ya unyoaji, watu wengi walikuwa wanaizungumzia. Na alisaidia Brazil bwana kufika hatua ya nusu finali, na hapo ndiko inaelezwa watu waliona tabasamu lile la Ronaldo de Lima limerudi, na alikuwa anacheza akiwa na confidence, na akaisaidia Brazil kwenye finali yao. Sasa walikutana na Ujerumani. Golini Ujerumani huko yuko Oliver Kahn. Watu wengi hapo mjini wanapenda kumuita mikono 100, goalkeeper wa timu ya taifa ya Ujerumani. Kwenye ile finali bwana, Brazil walifunga Ujerumani na Ronaldo de Lima alifunga hizo goli zote mbili. Goli ambalo linakumbukwa ni goli la pili ambalo alipiga mpira mbali ambako Oliver Kahn alishindwa kufika. Na baada ya ile mechi Ronaldo de Lima inaelezwa wachezaji wenzake walimfuata kwenda kumpongeza kwa sababu aliwaahidi vyumbani kabla ya mechi ya finali kwamba mimi nimecheza finali leo, nitacheza kwa sababu nataka kurekebisha yale yalotokea mwaka 98 wakati tunafungwa, kwa sababu Ronaldo de Lima alizimia. Na baada ya kushinda kombe la dunia mwaka 2002, Ronaldo de Lima alimaliza yale mashindano akiwa na goli 8, na yeye ndo alikuwa mfungaji bora wa mashindano ya kombe la dunia mwaka 2002. Waliomfuatia walikuwa ni Miroslav Klose pamoja na Rivaldo ambao walikuwa na goli 5-5. Na hakusita rais wa Real Madrid, yeye aliona fursa ya kumsajili Ronaldo de Lima. Na Ronaldo de Lima wakati anaondoka Inter, Javier Zanetti nahodha wa zamani wa Inter Milan anasema de Lima aliwaaminisha kwamba kweli miujiza na maajabu yapo. Kutoka kukaa nje miezi 5, alafu akarudi uwanjani akaumia akakaa nje miezi 17,
alafu akarudi anaenda kuwa top scorer wa kombe la dunia. Wanasema pale wao waliamini kwamba miujiza na maajabu yapo kwenye mpira. Na Ronaldo de Lima alipoenda Real Madrid, madaktari walikuwa na wasiwasi na fitness yake, lakini Florentino Perez akisema mimi sijasajili mchezaji, nimesajili furaha. Na Ronaldo de Lima kweli aliwapelekea Real Madrid furaha, na watu wanakumbuka mechi kubwa ambayo alipigiwa makofi kwenye uwanja wa ugenini ni mechi dhidi ya Manchester United kwenye ligi ya mabingwa barani Ulaya. De Lima Bernabeu walishinda 3-1. Walipoenda Old Trafford, Ronaldo de Lima alipiga hat-trick pale pale Old Trafford, akifunga goli dakika 12, dakika 50 na dakika 59. Mashabiki wa Manchester United Old Trafford walisimama kumpongeza. Na hiyo mechi Real Madrid ilimalizika walifungwa goli 4-3 na United, lakini wakati wako kwenye corridor Sir Alex Ferguson yeye mwenyewe alimpongeza de Lima na akakiri kwamba hakuwahi kwa wakati huo kukutana na mpinzani ambaye anacheza kwenye level kubwa kama Ronaldo de Lima. Swali kubwa lilibaki, watu walikuwa wanamlaumu sana Ronaldo de Lima kwa nini anashindwa kubalance uzito wake, ananenepa sana. Kumbe watu wengi hawakuwa wanafahamu kwamba Ronaldo de Lima alikuwa na matatizo ya kiafya ambayo aliamua kuyaficha. Alikuwa na tatizo la thyroid ambalo lilikuwa linafanya metabolism zake ziwe slow, jambo ambalo lilikuwa linamshinda yeye kubalance uzito wake wa mwili. Na hilo aliamua kuja kulizungumza baada ya kuja kustaafu soka. De Lima alifanya press conference ya kutangaza kustaafu soka, na hapo ndo akatangaza kwamba mimi, watu wengi walikuwa wananiona nashindwa kubalance uzito wa mwili, lakini walikuwa hawajui kwamba nilikuwa na tatizo la thyroid ambalo lilikuwa lina slow down metabolism yangu, nikashindwa kubalance uzito wa mwili. Kwa hiyo anasema yeye hakusema hivyo wakati anacheza kwa sababu watu wangeona anaitumia hiyo kama excuse. Badala yake aliamua kustaafu soka, ndo akaweka wazi. Ronaldo de Lima bwana anakumbukwa sana nchini Hispania kwa tukio lake la kiungwana alilofanya. Siku moja alitembelea hospitali bila hata media, na alipokwenda hospitalini akamkuta dogo ambaye alikuwa anaumwa kansa, na akamwahidi nikifunga goli mechi ijayo itakuwa ni kwa ajili yako. Akamwachia na jezi ya Real Madrid. Siku de Lima mechi iliyofuata kweli akafunga goli na akaangalia juu ya mawingu, akiashiria kwamba hiyo ndio zawadi ya ahadi aliyotimiza kwa yule mtoto aliyokuwa anakufa kwa ajili ya ugonjwa wa kansa. Na wazazi wa yule mtoto walikiri kwamba tukio lile alilofanya de Lima lilibaki kwa siku ya furaha kwenye maisha ya kijana wao ambaye alikuwa ni mgonjwa wa kansa.